Kile ambacho kinazungumzwa katika mitandao ya kijamii ni kea isiyokuwa na kifani ambayo amepewa rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore na rais wa Zimbabwe Mnangagwa wakati wa safari yao kuondoka katika mataifa yao kujielekeza nchini Urusi. Kulitengwa ndege mbili maalum za jeshi la Urusi kuweza kushindikiza ndege ambazo zitakazowasafirisha viongozi hao wawili, mmoja kutoka Burkina Faso, mwingine kutoka nchini Zimbabwe. Baada ya kushindikizwa na ndege mbili za jeshi la Urusi, imetajwa kwamba viongozi hao wamewekewa ulinzi usiokuwa na kifani ukilinganisha ulinzi ambao waliopewa viongozi wengine. Vile vile inatajwa katika mitandao ya kijamii, inatajwa kwamba viongozi hawa wakumbuke kwamba rais wa Zaire kipindi hicho, Rais Mobutu, watoto wake walikuwa wakienda likizo katika ikulu ya White House, lakini kile ambacho kilitokea kilikuwa ni kitendo cha fedheha hadi kupelekea Rais Mobutu kuweza kukimbia nchi yake na kuweza kuzikwa nchini Morocco, mbali kabisa na ardhi za mababu zake. Viongozi hawa wanatolea wito kuweza kuweka mbele maslahi yao, na katika kusaini makubaliano na Urusi wanatakiwa kukumbuka kwamba kile ambacho kinapelekea kupewa kea kama hiyo ni kutokana na kile ambacho Urusi inaweza kuwa na maslahi katika mataifa hayo. Basi viongozi hao pia wanatakiwa kuweka mbele maslahi yao ili raia wao waweze kunufaika na rasilimali ambazo zinapatikana katika ardhi ya mataifa yao. Ni utangulizi kufuatia kile ambacho kinaendelea nchini Urusi. Urusi inaadhimisha miaka 80 ya ushindi wa vita vya pili vya dunia na kumfurusha Mnazi Mjerumani ambaye aliyekuwa madarakani barani Ulaya, ambaye alikuwa na malengo ya kutaka kumiliki Ulaya nzima. Jeshi la Urusi lilipoingia ndio ilipelekea jeshi la Wanazi kuweza kusambaratishwa na mataifa ya Ulaya, kuweza kuepuka madhila yaliyokuwa yakitendwa na jeshi la Kinazi lililokuwa likiongozwa na Adolf Hitler katika kipindi hicho, na kuweza kukomesha kabisa mashambulizi na vita vya pili kuweza kumalizika. Vita vya pili vya dunia vilimalizika kama inavyotajwa baada ya jeshi la Urusi kuweza kuingia miguu na kichwa katika uwanja wa mapambano, licha ya kwamba historia hii huwa haizungumzwi kwa kina kufuatia malengo ya kisiasa na kile ambacho kinaonekana kuwa ni mvutano wa kidiplomasia kati ya Urusi na mataifa ya Magharibi. Rais wa Ukraine Zelensky, kufuatia hafla hii na mialiko ambayo rais wa Urusi aliwatolea viongozi tofauti ulimwenguni, rais wa Ukraine Zelensky ametoa tahadhari kwa viongozi ambao watakaojielekeza katika hafla hiyo ya kwamba Urusi haitokuwa na uwezo wa kuweza kulinda usalama wa viongozi wote ambao watakaoshiriki katika hafla hiyo. Tahadhari hii ambayo imetolewa na rais wa Ukraine imetafsiriwa ya kwamba huenda jeshi la Ukraine likaendesha mashambulizi dhidi ya hafla hiyo, na kuwatolea wito wa viongozi hawa wasiweze kushiriki kabisa katika hafla hiyo ya kumbukumbu ambayo ni hafla ya kihistoria kwa Urusi, ambayo inashangazwa kwa kiasi kikubwa na mataifa ya Magharibi, ambayo kwa mujibu wa Urusi inataja kwamba mataifa ya Magharibi yamechukua uamuzi wa kuficha ukweli na kile ambacho kilitokea na kilichopelekea vita vya pili vya dunia kuweza kumalizika. Tahadhari hii katika mitandao ya kijamii inatajwa kwamba inawahusu pia, aidha inawahusu kwa kiasi kikubwa viongozi wa mataifa ya bara la Afrika, kwa kuwa kwa sasa Urusi ni taifa ambalo limeonekana kuwa na mchango mkubwa na ushirikiano mkubwa na mataifa ya bara la Afrika. Hivyo basi viongozi wa mataifa ya bara la Afrika ambao watakaochukua jukumu la kujielekeza nchini Urusi kuweza kushiriki katika hafla hiyo wachukue tahadhari, aidha wasilaumu kwa kile ambacho kinaweza kutokea dhidi yao wakati ambapo watakapokuwa mjini Moscow wakihudhuria hafla hiyo. Kila ifikapo Mei 9 Urusi huwa ikiadhimisha kumbukumbu ya mashujaa na wahanga wa vita vya pili vya dunia ambao walijitolea uhai wao ili kuhakikisha kwamba mbinu za Wanazi zisiweze kufanikisha barani Ulaya. Taarifa zinafahamisha kwamba mnamo Mei 7, siku mbili kabla ya maadhimisho ya sikukuu hii ya ushindi, mji wa Moscow ulishambuliwa na ndege zisizokuwa na rubani za jeshi la Ukraine katika maeneo tofauti, ambapo idara ya ulinzi ya Ukraine ilifahamisha kwamba zaidi ya ndege zisizokuwa na rubani 12 za jeshi la Ukraine ziliweza kudunguliwa na jeshi la anga la Urusi, kitendo ambacho kinatajwa kwamba ndio kimepelekea Rais Zelensky kuweza kutoa tahadhari kwa wale ambao watakaoshiriki waone ni kitu gani ambacho kilitokea kabla ya maadhimisho ya miaka 80 tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia. Hivyo basi viongozi hao wanatakiwa kuwa makini pindi ambapo watachukua maamuzi ya kujielekeza nchini Urusi, mjini Moscow, kushiriki katika hafla hiyo.
Mashambulizi haya ya Ukraine ya kutumia drone yamefanyika wakati ambapo Urusi ilikuwa katika harakati za kumpokea rais wa China Xi Jinping na rais wa Brazil, kitendo ambacho kimelaaniwa kwa kiasi kikubwa nchini Urusi, huku katika mitandao ya kijamii ikitajwa kwamba kwa nini Rais Zelensky analenga kushambulia Moscow wakati ambapo Urusi imekwisha tangaza siku 3 za kusitisha mapigano ili Urusi iweze kuadhimisha miaka hiyo 80 kwa usalama, huku viongozi tofauti wakiwa ni waarifiwa katika hafla hiyo. Na shambulizi lolote ambalo linaweza kuendeshwa dhidi ya hafla hiyo ni shambulizi ambalo litakuwa limewalenga viongozi tofauti, na huenda ndio ikawa sababu ya kumalizika moja kwa moja kwa uongozi wa Rais Zelensky, kwa kuwa kushambulia eneo ambapo anapatikana rais wa China moja kwa moja, aidha rais wa Venezuela, inaweza kuwa na athari kubwa kwa Ukraine, kwa kuwa China pindi ambapo itachukua maamuzi ya kuvamia Ukraine inaweza kuwa na athari kubwa kabisa kimataifa na kuzua mtikisiko wa kidiplomasia ambao kutuliza itakuwa ni vigumu. Tusubiri matukio mengine yatakayofuatia, kwa kuwa tumerekodi makala hii fupi wakati ambapo hafla ambayo imeandaliwa kwa ajili ya maadhimisho haya ya miaka 80 tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia hayajamalizika. Ni Jamii Sana Utamaduni, unaweza kutuachia mtazamo wako kuhusu kile ambacho kimetolewa kama tahadhari na Rais Zelensky kwa viongozi tofauti kutoka katika mataifa tofauti kushiriki katika hafla hiyo mjini Moscow, Urusi.